Barabara kabisa, penzi mtazamaji unayenifuatilia popote sehemu ulipo. Karibu kwenye wiki ya 9 katika kalenda ya muhula wa kwanza mwaka 2026. Kwa hivyo wanafunzi wetu wamerejea shuleni salama salimini, hatujasikia la kutuhofisha. Ila wiki hiyo ambayo wanafunzi walikuwa wanarudi nyumbani, tulisikia kuna baadhi ya wanafunzi kutoka kule Vihiga wawili ambao walipata ajali. Bahati mbaya wote waliangamia. Tunawaombea familia kwamba Mola alinde na awape nguvu familia kwa kupoteza wanao wawili. Basi leo hii unapojiunga pamoja nami, tunashughulikia masuala ya kuchambua gazeti la Taifa Leo, ambapo mada kuu ambayo imekolezwa ni kwamba ODM yatishia UDA. Chama mke wake, yani ni kama sasa mke anatishia mume, maana ODM ni kama washafunga pingu na UDA, ila wanawatishia kwamba hawataki. Chama cha ODM kimeonya UDA kwamba hakitakubali mwafaka wowote ambao utaruhusu chama hicho tawala kuwasimamisha wagombeaji katika ngome zake kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Jana viongozi wa ODM waliibua wasiwasi kutokana na kile walichosema ni mwenendo wa UDA kutaja wagombeaji wa nyadhifa mbalimbali katika ngome zake. Hii ni hatua tu ya kwamba tunataka power, ila ndio usemaji. Basi kwamba makachero wakusanya ushahidi kutokana na ile ajali ya ndege ambayo ilifanyika. Tukapoteza watu 6 akiwemo mbunge wa maeneo ya Nandi kule. Pigo kwa chama cha PA, katibu akiingia UDA. Kwa hivyo katibu wa chama cha PA anajiunga na chama cha UDA, Kenneth Kazungu. Arsenali ni mguuni ponye EPL. Gunners walio kileleni wahitaji ushindi ili Man City isiwakaribie. Basi toa maoni yako ewe mnayenitazama. Je, Arsenal wana uwezo wa kushinda ligi ama wanakipa tu kile kiti joto tu kwamba wengine watanyakua wadhifa huo? Habari za kimataifa ni kwamba Irani hapa kuvamia meli kule Hormuz, meli za mafuta. Basi hayo ndiyo baadhi ya mambo yanayotokea kwenye gazeti hili, gazeti la Taifa Leo. Swala jingine ni kwamba vuguvugu lalamikia vyuo vya wanafunzi shule za bweni, kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao makala haya yameangaziwa na Bi Mercy Simiyu. Yameangazia makala haya kwa baadhi ya wanafunzi ambao wanapoteza maisha yao katika shule za bweni. Ripoti mbili zafichua tatizo zuku la ukabila katika vyuo vikuu, kwamba hali hiyo yatajwa kuwa ya ubakuzi na inakosa kuzingatia hitaji la katiba na umoja kitaifa. Katika vyuo vyote hapa nchini, kila sehemu kuna ukabila. Sitaki kutaja maeneo mengine ambapo utapata hata tu 1% katika ile mkate, ile potato na kadhalika, yote kwamba yanaangaziwa. Hakuna regional balance. Kwa hivyo katika vyuo vyetu kwamba ripoti mbili zimefichua ukabila uliokita mizizi katika vyuo vikuu vya umma takribani 19 nchini na kuanika uhalisia bayana wa ukosefu wa usawa wa kikabila katika taasisi za elimu ya juu. Kuna chuo kimoja ambacho nilitarajia kwamba huenda hata yule mlinda lango, kwa sababu walinda lango wengi wanatoka maeneo fulani ya nchi, ila hadi mlinda lango wao anatoka tu maeneo yao. Nikashangaa sana. Yaani hawaangazii kwamba tunaweza kuwa na kuhusisha makabila mengine katika kazi. Haya. Makala ambayo yanaangaziwa kwenye ukurasa wa 4, wanasiasa walawamani kwa ukiukaji sheria za trafiki na ajali nchini, kwamba ndio wanachangia sana katika ukiukaji wa sheria. Siasa za Tokota Meru, Linturi akidai shilingi milioni 100 zilitumika kutimua Mwangaza. Kwa hivyo kwamba ni
Kwa nini gavana atimuliwe kwa madai ya ufisadi na wanaomtimua wenyewe wamelipwa pesa? Kwa hivyo hapa ni masuala ya kuhofisha na kutamausha kwamba nchi yetu sasa ufisadi ni chakula cha kila siku, ni mkate wa kila siku, ni kama mana kutoka kuzimu. Maana tunajua mana ya mbinguni haina ufisadi, hiyo ni mana ya kuzimu. Rubani aliyekufa kwenye ajali ya helikopta na mbunge aombolezwa. Familia, jamaa na marafiki wamemwomboleza rubani aliyekuwa miongoni mwa watu 6 akiwa mbunge wa Emurua Dikiri Joshua Ngeno. Masuala mengi na mengineyo. Kwa hivyo tahariri inaangaziwa kwamba uporaji ndio shida, sio kuwa na kaunti nyingi. Kwamba mambo ya kuiba. Waziri wa fedha John Mbadi wiki hii alipendekeza kuwa kaunti za Homa Bay, Kisii, Migori na Nyamira ziunganishwe ili kuwe na kaunti moja tu. John Mbadi anapendekeza kwamba Homa Bay, Kisii, Migori na Nyamira iunganishwe ili iwe kaunti moja. Swala ambalo limeangaziwa. Pia masuala ambayo yameangaziwa na Bi Helen Njagi ni kwamba upinzani una kibarua kigumu kumshinda Ruto kura za mwaka 2027. Barua kwa mhariri, kuna huyu Jeremiah Ocheng kutoka maeneo ya Ugunja kule Siaya, anasema kwamba madai ya Orengo kuhusu kifo cha Raila hayafai. Ana madai ya gavana James Orengo Siaya kwamba maswali bado yanazingira kifo cha Raila Odinga hayafai kabisa, wakati kama huu ambapo familia ya mwenda zake ngali na machungu ya kumpoteza mpendwa wao. Swali ambalo limeangaziwa katika mjadala wa leo ni kwamba ODM imesisitiza kuwa lazima UDA iachie ngome zake mwaka 2027 na isiwe na waniaji huko. Unaona hii kama itavuruka uhusiano kati ya vyama hivyo viwili kuelekea mwaka 2027? Na je, unafikiria kuna uhusiano wote kati ya UDA na ODM, ama mmoja anakuwa mke wa mwingine tu kutumiwa vibaya? Kimataifa ni kwamba Irani hapa kushambulia meli zinazopita mkondo wa Hormuz ambazo zina mafuta, kwamba hivi vita vya Iran huenda vikaleta tena matatizo katika mataifa yanayoendelea, wale ambao wako kwa mwendo wa kuelekea Singapore. Kwa hivyo wana matatizo jungu nzima. Dondoza hapa na pale. Ulevi wa Jombi wampeleka kwa bedroom ya jirani, yaani akalewa hadi akaingia kwa wenyewe katika maeneo ya mtu mwingine. Basi mengine yameangaziwa, ila katika spoti Arsenali imeangaziwa kwamba Arsenali ni mkuu ni ponye EPL leo. Kwa hivyo ameangaziwa pale mshambuliaji Victor Gyökeres asherekea na wachezaji wenzake wa Arsenali baada ya kufunga bao la pili katika mechi ya ligi kuu Uingereza dhidi ya Sunderland uwanjani Emirates London mwezi jana. Huku vijana wa Arteta wakizuru Brighton, Manchester City watawalika Nottingham Forest na Man United watembelee Newcastle United. Unaweza toa ubashiri wako, je, unaona ni timu gani taibuka na ushindi kwa hawa the big 6 ama the big 5? Akiwemo Arsenal anaenda kwa Brighton, City nao wanamwalika Nottingham, kisha United wanazuru kule Newcastle United. Unaweza toa ubashiri wako katika makala ya leo. Sina la ziada, ila nina mjomba wangu hapa anaweza sema jambo tu, salamu, kisha tuendelee na mambo mengine. Mjomba. Naam. Hamjambo watazamaji. Ni siku njema Mungu ametutunukia. Shukrani tu kwa Mola. Tuko kazini. Zingo la kulewa halilemei siku zote.